lile agano linakuwa ni mtetezi. Hebu sema mtetezi. Unapotengeneza agano juu ya uzao wako, maana yake unatengeneza utetezi wa kiroho ambao hata kama we haupo, lile agano litapiga kelele, litakuwa ni sauti yako, litakuwa ni neno lako, litakuwa ni amri yako, litakuwa ni mamlaka yako. Hata kama kuna vitu vitakuwa vinaibuka, vikitokea ile sauti inasikika. No, hapana. Ngoja nikuonyeshe kitabu kile cha Kutoka. Nilisema siku ile kidogo, kile kitabu cha Kutoka sura ya pili. Kutoka sura ya pili. Mstari ule wa 23 mpaka ule wa 24. Kuna maneno mazuri sana yalinipa faraja. Unajua, wakati Mungu ananifundisha masomo haya ya uzao, kuna masomo mengi sana nimeyapata yanayohusiana na uzao, karibia 20 na kitu. Mpaka mengine nikamwambia Mungu, basi nianze kuandika vitabu tu, kwa sababu sidhani kama nitapata muda wa kuyafundisha. Pengine kuna watu watakujaga kusoma huko mbele ya safari. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata baada ya siku zile nyingi, mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Sasa angalia kilichotokea. Mungu akasikia kuugua kwao. Halafu Mungu akakumbuka agano lake. Umeona? Kuna vitu viwili hapo. Walikuwa wanaomba, walikuwa wanamlilia Mungu hapo kwenye tabu, mateso, utumwa umewashika. Mungu anasema sauti zao zikapaa. Mungu akasikia vilio vyao. Wanaumia hawa watu. Lakini Mungu akaanza kufanya mapitio. Alisikia, halafu kuna mahali akaenda kutazama. Hawa wanaonililia, kuna kitu gani nilipatana nao? Amen. Ndicho ambacho huwa kinatokea. Kuna mahali unapotengeneza agano kwa ajili ya uzao wako, unatengeneza utetezi wa kimungu kwa ajili ya uzao wako. Ile agano litasimama kuwatetea watoto wako hata mahali ambapo wewe haupo. Litasimama kupaza na kupiga kelele. Hawa watu walikuwa kwenye shida, wanapolia kwa Mungu. Mungu anasema hakuwajibu kwa sababu tu wanalia. Alienda akaangalia alipatana nini na wazazi wao. Akaliangalia agano alilolifanya kati ya nani? Yeye na Ibrahimu. Watoto hawakuwepo. Hivyo Mungu akavutwa na lile agano. Mbingu zikatikisika. Kwa hiyo lile agano likawa ni mtetezi. Jamani, kuna mahali agano linatutetea, si kwa sababu ya maombi yetu, sio kwa sababu ya haki, lakini kuna watu walipatana na Mungu kitu kwa ajili yetu. Na ndio maana unaona mtu anaenda, ni kwa sababu gani? Nyuma yake kuna agano linalomfuatilia. Anaingia hapa liko na hiyo. Siku moja Mungu alikuwa ananifundisha somo la malaika. Akaniuliza, unajua malaika wangapi natakiwa kulinda? Akamwambia Mungu, sijui. Akanitajia idadi yake. Nikaona malaika kumbe ninaohitaji ni wengi kuliko vile ninavyofikiria. Kila malaika ana kazi yake. Wewe hauna hilizi, sawa? Hauna chale, si ndio? Hauna majini ya kukulinda. Si ni kuswitch tu. Malaika mmoja asimame hapo, mwingine hapo. Akaniuliza, unajua malaika wangapi natakiwa walinde watoto wako? Kwa hiyo kila mtoto muombe malaika mmoja aende naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikaomba malaika mmoja akae nyuma ya mtoto.